Enyi Waislamu, kabla Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajatimilizwa na Allah kwenye zama za jahiliya, Makuraish walikuwa hawana amani, walikuwa wanapigana vita mbalimbali biatfahil asbab, hata kwa sababu ndogo kabisa, wanauana wao kwa wao, hawana amani, hawawezi kutembea akiwa mtu ana asilimia nyingi za kufika anakokwenda akiwa salama. Allah tabaraka wa taala akamtuma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatan lil alamin, aje alete amani kwa watu, aje alete mshikamano kwa watu. Qala Allahu azza wa jalla, falyabudu rabb hadha albayt, na wamwabudu mola wa nyumba hii ambaye ni Kaaba, alladhi at'amahum min ju'in, ambaye aliwalisha walipokuwa wana njaa, wa amanahum min khawf, na akawapa amani walipokuwa wana hofu. Tambua ewe mja Allah tabaraka wa taala, usiwe miongoni mwa kauli au kwa kitendo cha wale wenye kusababisha kutoweka kwa amani. Usiwe katika wao, kwa sababu amani itahifadhi mali za Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Amani itahifadhi damu za Waislamu na hata pia wasiokuwa Waislamu. Amani itahifadhi akili za Waislamu na hata pia za wasiokuwa Waislamu. Amani italeta mujtamaa kuwa na utulivu baina ya Waislamu na hata pia wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo Waislamu wana haki kuhimiza amani iwepo ili waweze kumwabudu Allah tabaraka wa taala ala ma amarahum, kwenye njia ambazo alizowaamrisha. Na amani ikitoweka, damu zitamwaika, mali zitachukuliwa, uharibifu utatokea mkubwa. Sasa Waislamu wana haki zaidi na jambo hili la kuhimiza amani kwenye kipindi chote. Amani, ndugu zangu katika imani, neema adhima sana, ni neema adhima sana, bali walikuwa wanahimiza sio umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali watu wa mwanzo kadhalik walikuwa wanahimiza amani. Yusuf alayhi salatu wassalam, wakati alipotembelewa na baba yake na familia yake, falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dkhulu misra insha Allah aminin, ingieni Misri mkiwa na amani. Kwa hivyo amani haijaanza kuelezewa leo, imeanza kuelezewa tangu kitambo.